Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Ibada haiwezi kukamilika bila sadaka. Nakubaliana na hilo kwamba ibada haiwezi kukamilika bila sadaka. Lakini ni sadaka gani hiyo ambayo ibada haiwezi kukamilika bila hiyo? Maandiko yanasema katika kile kitabu cha Warumi 12 mstari wa kwanza ya kwamba na muitoe miili yenu kama sadaka ama dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Mungu, maana hiyo ndiyo ibada yenu yenye maana. Yaani Mungu ibada yenu yenye maana anayoitaka ni ile ambayo mmeitoa miili yenu kama dhabihu iliyo takatifu. Sasa kuna watumishi wengine wanakuambia kwamba ibada haiwezi kukamilika bila sadaka. Ni kweli ibada haiwezi kukamilika bila sadaka, lakini ni sadaka gani hiyo? Maandiko yanaongeza, yanasema ni sadaka ya miili yenu ambayo muitoe kama dhabihu iliyo hai tena takatifu yenye kumpendeza Mungu. Na Paulo anaongeza kwa kuandikia Wakorinto ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, msiungamanishe na kahaba, kwa sababu miili yenu ni vyombo vitakatifu vya Mungu. Sasa sisi miili yetu ndiyo sadaka takatifu kwa Mungu ambayo haiwezi kufanyika ibada bila hiyo dhabihu. Lakini sio hela kwa sababu wengi wamekuwa wanahubiri kwamba ibada haiwezi kukamilika bila sadaka. Wanamaanisha kwamba ibada haiwezi kukamilika bila 1000 yako, bila 1000 yako, bila 500 yako, bila 5000 yako. Lakini Mungu haangalii haya makaratasi. Mungu kitu cha thamani kwake ni kazi ya mikono yake, sio kazi ya mikono ya mwanadamu ambayo inaharibika muda wowote ule. Mungu hawezi akakaa katika kiti cha enzi anasubiria kazi ya mikono ya wanadamu. Mungu anasubiria kazi ya mikono yake ikamwabudu, ikawa ibada takatifu. Kwa hiyo kama kuna sadaka iliyo kubwa kuliko zote ni sadaka ya miili yetu, sio sadaka ya fedha, nyumba au gari. Kwa hiyo huo ni uongo ambao leo nimeamua kuaddress, kwa sababu imekuwa kana kwamba sasa mtu ambaye hana makaratasi hawezi kufanya ibada. Hata watu wanaogopa kwenda kanisani kwa sababu ya kazi ya mikono ya wanadamu. Yaani kwa sababu huna hela unaogopa kwenda kanisani, kwamba mchungaji atakushangaa kwa nini huna sadaka. Mungu anataka mwili wako, anataka nafsi yako. Kristo hakufa kwa ajili ya hela yako. Kristo alikufa kwa ajili ya nafsi yako, kwa ajili ya mwili wako. Sio kwamba wewe eti ukatoe hela ndio utampendeza Mungu. Utoe mwili wako ndio utampendeza Mungu. Mwili wako una thamani zaidi ya mabilioni yoyote yale. Kama hao matajiri wangeweza kununua miili, basi hata wasingekufa, wangekuwa wanazeeka wananunua miili mipya. Kwa kama kuna sadaka ya thamani kuliko zote ni mwili wako. Shalom.